Mabuki 2025. Mabuki 2025. Amka katika usingizi wa kiroho. Amka katika usingizi wa kiroho. Mabuki 2025. Na tupende kuwakaribisha nyote wakazi wa Mabuki katika mkutano wetu, mkutano huu wa hadhara ambapo tunakwenda kuanza leo kama siku ya kwanza. Mungu ameweza kuruhusu tuweze kuanza katika viwanja hivi hapa katika shule ya msingi hii ya Mabuki. Hivyo nipende kukaribisha wewe ambaye upo barabarani, upo katika sehemu ya biashara yako, uko na shughuli mbalimbali, wewe ni fundi wa kuchomelea, wewe unafanya kazi tofauti tofauti, upo katika mgahawa, unafanya shughuli mbalimbali. Karibu tuweze kujifunza maandiko matakatifu ya Mungu. Hakika yake hata katika nafasi ambayo Mungu ametupatia, hata katika kipindi hiki ambapo afya zetu zipo vizuri, lakini tunamshukuru Mungu, hakika yake ameweza kuruhusu tuweze kujifunza maandiko matakatifu. Lakini pia nipende kukaribisha wewe mtazamaji wa Tazama Nchi Mpya TV, endelea kufuatilia mikutano yetu hii, ambapo ikiwa leo ni siku ya kwanza tunakwenda kuanza mikutano hii, tutakuwa tukiendelea kila siku, tutakuwa tukipata masomo mbalimbali ambayo yanaendelea katika viwanja hivi hapa Mabuki, wilaya hii ya Misungwi, jijini Mwanza. Na katika siku ya leo tunakwenda kuanza somo ambalo linasema amka usingizini. Je, nini maana ya amka katika usingizi wa kiroho? Tunaona ya kwamba moto ambao tutakuwa tukienda nao katika mahubiri haya ya Mabuki ni amka katika usingizi wa kiroho. Na kwa sababu lazima tuelewe sentence, nini maana ya amka katika usingizi wa kiroho. Hatuwezi tukaendelea kujifunza pasipo kufahamu nini ambacho Mwenyezi Mungu ananena nasi katika mkutano huu. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia kwa utaratibu kabisa. Nipende kualika wewe mtazamaji pamoja na msikilizaji, na hapa ambaye unapatikana katika kijiji hiki cha Mabuki, kaa tayari kusikiliza. Andaa sehemu ya kuandikia, lakini pia andaa Biblia yako takatifu kwa ajili ya kuweza kujifunza. Na nipende kusema kitu kimoja. Natamani tuweze taratibu, lakini pia kwa uhakika ya kwamba kile ambacho kinazungumzwa hapa, wewe msikilizaji na mtazamaji upate kukielewa kwa uzuri zaidi. Neno usingizi lina maana mbalimbali, ambapo watu mbalimbali watu wa lugha, wana falsafa wameweza kulipatia maana mbalimbali. Usingizi ni hali ya kupumzika ambapo mwili na akili hupunguza shughuli zake kwa muda, macho hufumba na mtu hupoteza ufahamu mazingira yanayomzunguka. Yaani mtu tunaposema huyu mtu ameshikwa na usingizi, nini tunamaanisha? Huyu mtu ina maana kwanza amepumzika, hicho namba moja. Lakini pia akipumzika, mwili na akili zinapunguza kabisa shughuli, na mwisho wa siku japo zinapunguza shughuli kwa muda, lakini pia macho yake hufumba, lakini pia ufahamu unapotea, hasa katika mazingira yaliyopo. Wakati fulani huu usingizi unatofautiana. Tutaenda kuangalia aina mbalimbali za usingizi. Kwa nini tunataka tuelewe hivi? Natamani tuelewe tunapokuja kuhusianisha katika masuala ya kiroho, ili tuweze kujua zaidi kabisa nini maana ya usingizi wa kiroho. Na ndio maana tunasema ya kwamba Mungu ameweza kuruhusu katika nyakati hizi ya kwanza ya kwamba tuweze kufunuliwa. Je, huo ni usingizi gani ambao unamaanisha? Labda wanasayansi wamejaribu kuziweka aina mbalimbali za usingizi, lakini siku ya leo tutakwenda kuziangalia aina mbili tu za usingizi. Lakini pia aina ya kwanza inasema usingizi mwepesi na usingizi mzito. Hiyo aina ya pili. Usingizi mwepesi, mwili unapoanza kupumzika, lakini mtu anaweza kuamka kirahisi. Huu ni usingizi ambao unatokea pale mtu anapokuwa sasa amepumzika, ni majira ya usiku akiwa kitandani pale. Mtu anaweza kuamka, anaanza kazi bado anasinzia. Hata ukimamsha kwa haraka anaweza akawa anafanya nini, akaamka kwa urahisi. Huo unaitwa usingizi mwepesi. Mara nyingi katika taasisi mbalimbali, ukiwa kanisani, ukiwa darasani, mtu anaanza kawa anasinzia. Huo ni usingizi mwepesi. Mtu anakuwa amefanya nini, anakuwa amesinzia tu kwa muda, lakini unaweza ukamwamsha akafanya nini, akaamka. Elewa kitu hicho cha msingi kwa umakini kabisa. Lakini pia usingizi mzito. Usingizi mzito, hii inamaanisha ya kwamba mwili unapumzika zaidi na kuamka huwa ni kugumu sana. Usingizi mzito, mwili unapumzika zaidi, ya kwamba akili pamoja na mwili vinapumzika kabisa, haviwezi vikafanya kazi yoyote ile kabisa. Na hapo huyu mtu kuamka itakuwa ni sio rahisi.
na mara nyingi mtu hawezi kuamka kwa nguvu zake wewe mwenyewe, isipokuwa kwa uwezo wa Mungu. Ndio sababu mara nyingi unapolala, hata kuna watu wanaweza wakalala alafu ukashangaa asubuhi hajaamka, ndio huyo amekufa. Mtu yule ina maana moja kwa moja Mungu ameona asimwamshe kwa siku hiyo. Lakini ina maana huu ni usingizi ambao mtu binafsi hawezi kujiamsha yeye kama yeye. Huu ni usingizi mzito. Hiyo ni aina ya usingizi mzito. Lakini pia hebu tuangalie aina ya tatu hapa ya usingizi. Usingizi wa ndoto. Hii kwa Kiingereza wanaita REM sleep. REM sleep ni hatua ambayo mtu anaota ndoto. Yaani hii ni aina ya usingizi ambayo mtu anaota ndoto. Mtu anapoota ndoto anasema hivi, mtu anapoota ndoto ni kwamba akili yake inakuwa imepumzika, lakini pia na mwili umepumzika. Wakati huo ubongo na hapa mwili unakuwa umepumzika, lakini akili bado inakuwa ipo hai, na mwisho wa siku shughuli mbalimbali zinakuwa zinaendelea katika ubongo. Ndio sababu unaweza ukalala ukaota, na huo ni aina ya usingizi ambao unaitwa usingizi wa ndoto. Hebu tuangalie maana ya usingizi kiroho zaidi. Hiyo ilikuwa ni katika maana ya kisayansi ya kwamba mtu akilala akili yake na mwili zinafanya nini? Zitakwenda kupungua, zitakwenda kupumzika kabisa, na hakuna kazi ambayo inaweza ikaendelea. Lakini pia kumbuka, ndugu mpenzi mtazamaji, tutakwenda kujifunza na somo letu na masomo yetu yote kwa ujumla yatakuwa yamejikita katika kitabu cha Warumi 13:11. Hapo ndipo ambapo fungu kuu la mkutano ambapo tutakuwa tukienda nalo kwa muda wa wiki hizi zote mbili. Tutakwenda kuangalia maana halisi ya usingizi ule ambao Mtume Paulo alikuwa anauelezea pale. Lakini hapa tumeona ya kwamba hii ni aina ya usingizi ya kisayansi, ya kwamba mtu ziko aina mbalimbali, lakini tutakwenda kuangalia, tutakwenda kuhusianisha, je, usingizi wa kisayansi pamoja na usingizi huu wa nini, wa kiroho. Maana ya usingizi wa kiroho, Biblia inatumia kifo na kama usingizi. Mfano Yohana 11:11. Msomaji, nipende kukaribisha hapo uweze kufungua kitabu kile cha Yohana Mtakatifu 11:11. Biblia imechukua usingizi ni kama kifo. Tutakwenda kuangalia pia katika maana mbalimbali, kutojali au kutokujua mambo ya kiroho. Hii pia ni namna ambayo pia Biblia imeweza kuchukulia. Hebu msomaji, Yohana 11 fungu la 11, Biblia inasemaje? Aliyasema hayo kisha baada ya hayo akawaambia rafiki yetu Lazaro amelala. Hapa ni Yesu. Ndio, endelea. Lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Tumesema ya kwamba kuna aina mbalimbali za usingizi. Kuna aina ngapi za usingizi, ndugu wasikilizaji? Aina ngapi? Tatu. Aina ya kwanza, usingizi mwepesi, usingizi mzito na usingizi wa ndoto. Sasa hii hapa katika Biblia, kitabu hiki cha Yohana 11:11, kuna kisa cha mtu mmoja anaitwa Lazaro ambaye alikuwa amekufa, lakini pia alikuwa amezikwa. Lakini alipokuwa amekufa, ndugu zake wakawa wamepeleka taarifa kwa Yesu, na Yesu akamwambia, ndugu yetu Lazaro amefanya nini jamani? Amelala. Sasa huo ni aina, tumesema Biblia inachukulia usingizi ni kama kifo. Ndio maana kwa mujibu wa maandiko hayo Yohana 11, Yesu aliweza kuthibitisha ya kwamba kitendo cha kifo pia ni moja ya aina ya nini, ya usingizi. Kwa hiyo Lazaro alikuwa amelala usingizi mzito kwa mujibu wa tafsiri za kisayansi, usingizi ambao mtu hawezi kuamka kwa nguvu zake, ambapo mwili na akili huwa vinakuwa vimechoka na vyenyewe binafsi haviwezi kufanya nini, haviwezi vikaamka. Kwa hiyo huu ni usingizi ambao ni mzito. Lakini twende tuangalie, je, Biblia inauchukuliaje usingizi huu ambao umejumlishwa hapa? Je, kutojali au kutokujua mambo ya kiroho? Waefeso 5 fungu la 14. Msomaji, hii ni moja ya tafsiri ya kibiblia ambayo inakwenda kuonesha maana halisi ya usingizi wa kiroho, usingizi wa kiroho. Na tutakwenda kuangalia ya kwamba, je, sisi wakazi wa Mabuki tupo katika aina gani ya usingizi? Msomaji, Waefeso 5 fungu la 14. Waefeso 5:14 inasema, anasemaje? Ningelisema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Ya kwamba huu usingizi ambao unadhibitishwa hapa. Lakini pia tunaposema, hebu msomaji fungua kile kitabu cha Warumi 13:11 na 12 tuweze kusoma pale usingizi wa kiroho, pia maana halisi ya usingizi wa kiroho. Sasa hapa usingizi ambao unazungumziwa tunapoingia katika maandiko matakatifu, hatumaanishi ule usingizi wa kulala
ambapo mtu akifika majira ya usiku, basi kama ilivyokuwa ni desturi, lakini pia ni lazima kwamba mtu lazima tu majira ya usiku ikifika, lazima akafanya nini? Lazima akalale. Lakini Biblia ina maana halisi ya usingizi. Ewe msikilizaji, hebu tena sikiliza hapo. Warumi 13:11. Anasemaje? Bwana linasema, Naam. Tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu wetu umekaribia. Nasi kuliko tulipoanza kuamini. Umekaribia nasi kuliko tulipoanza kuamini. 12. Usiku umeendelea sana. Mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza. Na kuzivaa silaha za nuru. Anasema ya kwamba huo usingizi hapo, kitabu cha Warumi, naomba unisikilize ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, ya kwamba kitabu cha Warumi kimeandikwa na Mtume Paulo. Mtume Paulo alikuwa akiandika waraka huu kwa Warumi, ambapo akionyesha ya kwamba kulala na kuzembea kwa hawa Warumi katika kipindi hicho. Kwa Warumi hao walikuwa wanaleta uzembe katika maisha yao ya kiroho, licha ya kuwa wakiwa wamehubiriwa mara kwa mara. Sasa mambo gani ambayo ni ya kizembe katika masuala ya kiroho? Unajua, unaweza ukawa unaishi maisha yako ya kiroho, yaweza kuwa unasali madhehebu mbalimbali, yaweza kuwa ni unasali katika dhehebu la African United Church labda, au Roman Catholic au Islam na madhehebu mbalimbali, lakini pia unapoanza kupunguza baadhi ya matukio au baadhi ya mahitaji ya msingi ya kiroho, ikiwemo kusoma Biblia, ikiwemo kuhudhuria ibada za kila Jumapili au kila Jumamosi au kila Ijumaa, ikiwemo kufanya utaratibu wote ule ambao Mwenyezi Mungu anataka tuufanye, hapo unaonekana unaanza hali ile ya uzembe, unaanza kudolola moja kwa moja, hapo unaanza kulala katika masuala mazima ya nini? Ya kiroho. Kwa hiyo hapa Mtume Paulo alikuwa akiandika katika kipindi hiki cha Warumi, ambapo Warumi walikuwa wamepunguza kabisa na wanakuwa wanazembea katika masuala mazima ya nani? Ya Mungu. Je, ni swala la kujiuliza ewe mtazamaji, lakini pia hata wewe mkazi wa hapa Mabuki. Je, ni kweli maisha yako ya kiroho unapoangalia sasa hivi na ulipoanza yako sahihi? Wakati fulani wewe mshiriki wa dhehebu tofauti, labda dhehebu lolote lile ambalo unanisikiliza sasa hivi, pengine unapoanza kuingia kanisani ulikuwa uko moto, ulikuwa unahudhuria kila kipindi kwa wakati, ulikuwa unaenda unaimba kwaya, kwenye mazoezi unaenda unahudhuria, kanisani unakuwa wa kwanza, lakini sasa hivi umeshaanza kudolola, unaona? Lakini pia mwisho wa siku umedolola na ukaacha kabisa kufanya nini? Ukaacha kusali. Hiyo ni moja kati ya usingizi ambao wewe unafanya nini? Umeshaanza kulala na umeshaupata huo usingizi, kwa sababu umeshapunguza ile mienendo yako. Lakini katika mahubiri haya, ndugu mpenzi mtazamaji, lakini pia ewe mkazi wa Mabuki unayesikia sauti hii, hata kama unapita barabarani, unaposikia sauti hii, sasa mahubiri haya yamekuja kwa ajili ya kuweza kutuamsha. Kwanza kutuamsha tuweze kufahamu ukweli halisi wa Biblia na maandiko matakatifu ambapo nini ambacho yanasema. Lakini pia mahubiri haya yamekuja kwa ajili ya kuweza kutusaidia sisi tuamke katika mienendo yetu ya maisha ya kiroho ambayo tumekuwa tukiishi mara kwa mara. Kuna mwingine mpaka mchungaji anataka akuulizie, mbona mtu fulani hata hatokeagi siku hizi kanisani? Unaona, umeshapotea kabisa, na pengine ulikuwa unamtia moyo, nitakuja mtumishi wa Mungu zile siku za awali, lakini sasa hizi umeshapotea kabisa. Hiyo ni moja kati ya usingizi ambao umefanya nini? Umeshakupata. Lakini pia wanasayansi zaidi wanajikita zaidi. Hebu ukielewa vizuri maana halisi ya usingizi, ndipo utaelewa zaidi hata maisha yako ya kiroho kweli ambapo yanafanya nini? Yanakwenda. Lakini pia anasema hivi, ufahamu unapungua, kupungua kwa mwitikio wa hisia na mabadiliko ya shughuli za ubongo. Wakati fulani ufahamu unapungua. Unaweza ukawa unasema kwa nini usingizi? Hauwezi kuelewa. Elewa kitu kimoja, ya kwamba mahali fulani au wakati fulani unaweza ukawa ulikuwa uko strict, yaani uko makini kabisa na masuala ya Mungu, lakini pia sasa umeshangaa tu umepunguza. Pengine unaona kama vile ambao wanaabudu Mungu ni kama vile washamba, au unaona kama vile wapitwa na wakati. Yaani hautaamini, kuna mtu ambapo wanaona hapa sisi tunahubiri habari za Mungu, anahisi ya kwamba sisi labda ndio tumepitwa kabisa na wakati. Yaani sisi ni washamba kabisa. Lakini nipende kuambia mtumishi wa Mungu ya kwamba, au wewe mwanadamu ambaye unaisikia hii sauti, hata Mungu amekupatia nafasi ya kuendelea kupumua. Sisi sio washamba, na imetupasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo kuna watu ambao wanafikiria yaweza kuwa hapa sisi labda ni washamba, ufahamu umepungua, na pengine unapoona watu wanaposikia sauti wasema hawa watu bwana watupigia kelele, wewe tu wamalize wakalala. Lakini ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, nipende kualika ya kwamba hata unaposikia sauti hii, sogea katika viwanja hivi tujifunze maandiko matakatifu, kwa sababu shetani ametupatia usingizi huu mzito, na mwisho wa siku hatuelewe hayo mambo. Ndio maana ya kwamba changamoto zinatokea mbalimbali katika dunia ya leo. Watu wanapata shida, magonjwa na kadhalika. Ni kwa sababu wakati fulani tumelala katika usingizi. Mahubiri haya yamekuja kwa ajili ya kuweza kutuamsha. Tuelewe ndugu zangu wakazi wa Mabuki, tuache kupotezea masuala mazima ya dini. Yaani kuna mtu leo hii anaona ni kama kwenda dini ampita na wakati. Hata mchungaji anapo bwana twende kanisani, bwana mimi mambo yangu sijui ni ya muhimu. Ndugu yangu nikwambia kwamba utatafuta hela, sawa, utafanya shughuli zako, lakini bado Mungu atabaki pale pale. Na ndio maana wakati fulani unaweza ya kwamba ukawa uko chini kabisa, hata masuala ya Mungu hayafuatilii, lakini ukishakufa unatamani uende kanisani ukaombewe. Lakini fahamu ya kwamba kama ungewahi mapema, ungetambua mapema, ungeweza kufahamu makusudi ya Mungu ni yapi na nini cha kufanya uweze kuishi. Kwa hiyo ndugu mkazi wa Mabuki, ya kwamba elewa ya kwamba mahubiri haya yamekuja kuweza kukubadilisha wewe ambaye ulikuwa umelala na kupuuzia masuala mazima ya nani? Ya Mungu. Lakini pia kama tulivyosikia wanasayansi wanasema ya kwamba ufahamu unapungua. Kwa hiyo ndugu zangu, hata katika masuala ya Mungu ufahamu unapungua. Ufahamu leo hii umepungua. Watu hatusomi Biblia, watu hawasomi Biblia kabisa, na hata hawafahamu kabisa hata thamani ya Biblia. Yaani leo hii ni rahisi kumkuta mtu ana smartphone au ana simu ndogo, lakini si rahisi kumkuta mtu ana Biblia. Ni rahisi mno kumkuta mtu ananunua hata jezi ya kuchezea mpira au kiatu chake cha mpira hata kwa shilingi 80,000 hata kwa 40,000, lakini kukuta kabisa Biblia 15,000 au 18,000 anaikosa. Hicho ni kitu rahisi kabisa ndugu wakazi wa Mabuki. Ndipo tufahamu ya kwamba tumelala jamani. Lazima tuelewe ya kwamba Mungu anataka kutuamsha. Hebu tuanze kuyapatia kipaumbele masuala ya Mungu. Ni rahisi mno kumkuta ya kwamba mtu kila siku anafahamu taarifa za habari, taarifa za michezo, taarifa sijui za burudani mbalimbali, lakini pia movie, filamu na tamthilia. Ni jambo la kawaida sana. Na pengine watu fulani wao wanakaa wanakutana kila nyakati, pengine kuna mechi fulani. Ni rahisi mno mtu kuhudhuria, lakini si rahisi mtu kuhudhuria katika masuala ya Mungu. Hilo ni jambo ambalo kila mwanadamu ambaye anaisikia sauti hii kufahamu ya kwamba sasa ni saa ya kuamka. Tumepitwa na wakati pale tunapofuatilia masuala ya kidunia, lakini tunapojihudhurisha mbele za Mungu, Mungu anapendezwa na watu kama hao. Mungu anatamani tufanye nini? Tuanze kuamka. Lakini tuangalie hapa, mhusika mkuu katika usingizi ni ubongo, tena ubongo wakati ambao unaitwa hypothalamus. Hypothalamus, hawa wanasema hivi, homoni ya melatonin kutoka kwenye tezi ya pineal ndizo zinazosimamia usingizi wa kuamka. Kwa hiyo kwenye ubongo wakati wanasayansi wanasema ubongo unaitwa hypothalamus. Hapa ndipo kuna homoni ambayo inatolewa kwa ajili ya kuzalisha nini? Kwa ajili ya kufanya mtu anaamka. Ambayo hii homoni inatolewa, Mungu mwenyewe anafanya nini? Anakuwa amesimamia. Sasa leo hii vivyo hivyo akili zetu zimetawaliwa. Kuona kuta kuna mtu ubongo wake tayari masuala ya Mungu ameona ni kwamba ni ya kupuuzia. Ndugu mpenzi mtazamaji, watazama Nchi Mpya TV, lakini pia ewe msikilizaji wa Mabuki hapa kijiji cha Mabuki, unapoisikia sauti hii, sasa ni saa ya kuamka na kuanza kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Mungu ametuita. Tutakwenda kusoma mafungu mbalimbali ambayo Mwenyezi Mungu anatuamsha kila siku anatuamsha. Lakini pia wakati fulani usingizi, mapigo ya moyo pia yanapungua. Ina maana moja kwa moja maendeleo ya shughuli za kimwili yanafanya nini? Yanapungua. Wao ni wasayansi wanaendelea kusema. Lakini pia wanasema wakati huu usingizi ukiwa umepungua, ukiwa umeshikwa na usingizi, shughuli mbalimbali za akili na ubongo zikiwa zimepungua, ndipo baadhi ya kazi zinaendelea, ikiwemo kama seli zinaendelea kutengeneza na kurekebisha tishu, kutengeneza protein na kuimarisha kinga, na hayo mazoezi yote huwa yanaendelea kufanya nini? Yanaendelea kufanyika. Lakini pia ndoto nyingi sana huwa zinatokea. Lakini pia na kuna faida hapo za usingizi kulala. Hebu tuangalie hapa muda unapoendelea, na kuna masaa ambayo hata watu tunashauriwa tunapolala, masaa ya kisayansi tushauriwa uwe kwenye usingizi wa kiroho. Walau watoto wachanga walale kuanzia masaa 14 na 17, vijana walale masaa 8 na masaa 10, watu wazima masaa 7 mpaka 9, wazee walale kuanzia masaa 6 mpaka masaa 8. Sasa hebu twende tuangalie sasa usingizi wa kiroho, kama tulivyojifunza ya kwamba hali ya kizembe, kama tunavyoona
tumefungua mafungu mbalimbali. Hebu msomaji twende katika kitabu kile cha Tesalonike wa kwanza 5 mstari ule wa 5 mpaka 11. Tutakwenda kuangalia hapa Mungu ambacho anakitamani tuweze kufanya nini, tuweze kukielewa vizuri zaidi. Kwa hiyo nadhani tutakwenda kuamka katika usingizi wa kiroho ambao ulikuwa umetushika kwa muda mrefu. Msomaji, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 11. Ndio. Anza mstari wa 5. Mstari wa 5, neno la Bwana linasema, ndio, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru Na wana wa mchana. Na wana wa mchana. Sisi si wa usiku. Sisi si wa usiku. Wala wa giza. Wala wa giza. 6. Ishia hapo kwanza. Sisi ni wana wa nini? Wana wa nuru. Sisi ni wana wa mchana. Sisi si wa usiku. Anamaanisha nini anaposema wana wa nuru, wana wa mchana? Fahamu ya kwamba kila jambo katika nyakati hizi limewekwa wazi. Wewe ambaye unamiliki simu kubwa, ukiingia kwenye simu kubwa unaweza ukapata kila kitu. Hata kama una swali, kuna system ambayo unaweza kaingia ukauliza swali, lakini pia hata unaweza kaenda kwa Google, unaweza kaingia YouTube, ziko video ambazo zinaweza kukujibu maswali yako. Unaweza kaingia kuna artificial intelligence, ChatGPT na program mbalimbali. Yaani kuna program mbalimbali, lakini pia ni kipindi ambacho hata watu wanaojua kusoma na kuandika wameongezeka. Kwa unapoangalia nyakati za nyuma, hata kwa nchi yetu Tanzania, swala la kusoma na kuandika lilikuwa linasumbua sana. Lakini katika nyakati hizi watu wanajua, lakini pia ndizo nyakati ambapo watu ukweli unahubiriwa, injili inahubiriwa maeneo mbalimbali, na ndipo hata unapata nafasi kufanya nini, ya kuweza kusikiliza. Amani imetawala. Hata sasa hivi wewe umekaa unasikia sauti hii, ni kwa sababu ya amani imetulia. Huu ni wakati wa nuru, ni wakati wa mchana, sio wakati wa usiku ambapo pengine swala la neno la Mungu lipata ingekuwa ni shida. Lakini ni nyakati ambapo yani neno la Mungu linafunuliwa na unafanya nini, unalisikia. Baadhi ya nchi hata nafasi hii ya kusimama kama hivi hawawezi kupata kabisa. Unaposikia unafuatilia taarifa za habari, nchi kama Somalia, huko Sudani, Kongo, Israeli, vita vimetapakaa huko. Hata nafasi ya kusoma neno la Mungu, hata kusanyika kama hivi tumekusanyika sisi kujifunza maandiko matakatifu ya Mungu, imekuwa ni nadra. Kwa hiyo tufahamu ya kwamba sisi tupo katika kipindi ambacho ni cha nuru kabisa, mchana kabisa. Endelea msomaji. 6. Neno la Bwana linasema, ndio, basi tusilale. Basi tusilale, ndugu zangu wakazi wa Mabuki. Tunaposikia sauti hii ya neno la Mungu ya kwamba sisi ukweli unatakiwa uhubiriwe, ya kwamba tutakwenda kuangalia ya kwamba shetani, rafiki zangu naambie, shetani ana kazi kubwa sana ambayo anaifanya, na kila siku anaendelea kuifanya, na hata sasa anaendelea kuifanya. Yaani unajua kuna mtu hapa hata neno la Mungu linapohubiriwa sasa hivi anasema huyu amechoka tu, hamna chochote hapa. Yaani kuna mtu kwanza wao wanatupigia makelele, kina nani hao wanatupigia makelele? Lakini labda nikwambie sisi ni wajumbe wa Mungu katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na tupo hapa, tutaufunua ukweli, tutakwenda kuangazia Biblia inasema nini, hamna kupindisha. Yaani kama umekaa unapotosha watu katika kijiji cha Mabuki, unachukua kama vile pengine unajiingiza sio maslahi, unafanya kazi ya Mungu ovyo ovyo. Neno la Mungu litakwenda kujifunua kwa muda wa majuma haya yote mawili, yani utakwenda kuelewa kabisa. Na hata wewe pengine unachukua muda mwingi kupotosha watu katika sehemu mbalimbali huko, neno la Mungu litakwenda kutufunulia tufanye nini na kwa wakati huu. Kwa nini tunatakiwa tuwepo hapa? Tufanye nini? Je, na wakati tunaokuja tufanyaje? Endelea msomaji. Bali tukeshe na kuwa na kiasi. Bali tukeshe na kuwa na kiasi. Tusilale katika ule usingizi wa kiroho, kuwa wazembe katika kufuatia masuala ya Mungu. Imetupasa kuamka sote. Kwa unaposikia, unaweza ukawa uwezi kufika hapo kwenye mkutano, lakini upo hapo kijiweni unatusikia, upo hapo kwenye jumba lako la biashara unatusikia. Amka, sikiliza neno la Mungu, tuweka usikivu, sikia hali ambapo tutakuwa tupo tayari. Lakini kama sisi wenyewe tunajifanya tuko busy, hapana kabisa. Mungu yupo tayari kutufunulia. Ndio sababu ameleta mkutano huu na wajumbe wake wapo hapa kwa ajili ya kuweza kutufundisha. Lakini pia mwongozo wa mafundisho haya ni katika kitabu kitakatifu Biblia. Endelea msomaji. 7. Anasemaje? Maana walalao usingizi hulala usiku. Pia na wale wao hulewa usiku. Mstari wa 8. Endelea. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi. Hali tukijivika kifuani imani na upendo.
na upendo. Wale ambao wamelala ni wale kule wa usiku, wakati fulani pekee hata afahamu chochote kile, labda amekufa huko, hao ndio wanatakiwa walale. Lakini sio sisi ambao kila siku Mungu anatupatia pumzi, tunapumua. Sio wakati wa kwanza kulewa saizi kilabuni huko unaenda kulewa, sio wakati wake huu. Sio wakati wa kwenda kupoteza muda kwa mambo ambayo hayaeleweki, sio wakati wake. Sasa hivi ni wakati wa kuamka, ndugu zangu. Watu wanapoangalia matukio ya siku za mwisho, muda umefika. Saizi matukio yenyewe yanapotokea, tunaona vita, hata nchi yetu ilikuwa na janga la maandamano juzi tu hapo tarehe 29 hapo. Ndipo tufahamu ya kwamba muda umeshafika. Yesu yuko mlangoni, anakuja mara ya pili. Kwa hiyo tufahamu ya kwamba hiyo imetupasa kuamka mapema. Umeshaanza 11 msomaji? Bado. Endelea. Na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Kwanza amesema hapo imani. Imetupasa kumwamini Mungu. Fahamu ya kwamba yani kila unachokwenda kwenye hii dunia kuna ambaye amekifanya. Kuna wewe unaweza kwa mfano wewe unaendesha basikeli. Hiyo basikeli kuna ambaye alitengeneza. Kuna wewe unacheza mpira. Huo mpira kuna mtu ambaye aliunda. Wewe ambaye kwa mfano hata kama unatumia upo kwenye nyumba, hiyo nyumba kuna mtu alijenga. Hata hii dunia yuko ambaye aliumba. Hii miti tunayoiona hii, upepo unaopuliza, mvua inaponyesha, yupo ambaye anafanya chote kifanye nini? Kitokee. Kwa hiyo yupo Mungu ambaye anasemaje? Inatakiwa tumwamini. Ni wakati wa kumwamini huyo Mungu ambaye alifanya vyote. Sio wakati wa kuanza kujifikiria si wenyewe tukajifanya tunafanya mambo yetu binafsi. Hapana, ni wakati wa kuamka sasa. Wakati wa kuanza kumfikiria Mungu ambaye ameziumba mbingu na nchi. Kwenda kumfunua huyu Mungu. Endelea msomaji. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ambaye alikufa kwa ajili yetu. Ili tuishi pamoja naye. Kwamba twakesha au kwamba twalala. Basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake. Vile vile kama mnavyofanya. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kufa. Alikufa pale msalabani ili tupate wokovu, tuokolewe katika dhambi ambazo tumezifanya. Hili majuma yote haya tutakwenda kuangalia namna gani tumekombolewa kwa kupitia kwa kifo cha Yesu pale msalabani. Lakini imetupasa kuamka sasa, kwani wakati umekaribia. Lakini pia hebu msomaji fungue kitabu cha Ufunuo 2 fungu lile la 3. Bado Biblia inatuasa ndugu zangu wakazi mabuki, tuamke katika masuala ya kiroho. Huu sio wakati wa kuendelea kucheza bao. Huu sio wakati wa kuendelea kunywa pombe. Huu ni wakati wa kuanza kufuatilia masuala ya Mungu. Huu ni wakati wa kufanya nini? Wa kutulia na kufuatilia kwa umakini kabisa. Endelea hapo. Nabii Yohana alionyeshwa hapo. Endelea. Ufunuo sura ya 3 sura ya 2 mstari wa 3, neno linasema Ufunuo 3:2-3. So imeandikwaje? Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu. Wala hukuchoka. Endelea. 3. Nimemaliza. 2-3. Nitarudia. Ndio. Nayajua matendo yako. Na taabu yako. Na subira yako. Na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Ufunuo 3:2. Anasema, uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyosalia, yaliyotaka kufa, maana sikuona matendo yako ya kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Uwe mwenye kukesha, acha kulala mtumishi wa Mungu. Wewe mkazi wa mabuki, acha kupuuzia masuala ya Mungu. Yaani acha kabisa. Mungu anaweza kufanya jambo lote kwa yule ambaye anapuuzia. Mungu wetu hazihakiwi. Hata kile kitabu cha Galatia 6 fungu la 7 unasoma kwa muda wako. Anasema Mungu hazihakiwi. Apandacho mtu ndicho atavuna. Wewe ambaye unapuuzia na kuona kama vile wewe ndio wa kisasa, unaona hapo kama tumekuja hapa labda tunapoteza muda. Bado Mungu anashughulika na wewe. Sasa kabla Mungu hajashughulika na wewe, usije kapuuzia huko. Karibu tujifunze katika mkutano. Kwa hiyo anasema uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyosalia. Kuna baadhi ya mambo yameshasalia na pengine wewe umejiziuka muda mrefu, umeacha, pengine una tabia mbaya ambayo unaifanya. Wewe ni mzinzi, mchawi, muongo, unafanya mambo mbalimbali. Mzinzi, unaiba, mwizi pia. Sasa hayo yote ambayo pengine ulikuwa unayafanya na pengine hata Mungu hata alikuwa hajayaona,
Biblia inakwambia kwamba uwe mwenye kukesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mabuki 20:25. Amka katika usingizi wa kiroho. Jamani, naona atuseme. Hebu wewe mwenye maiki usiseme kwanza. Mabuki